Mungu ajuta juu ya Sauli aliyejali mapokeo kuliko utii. Fungu la kukariri, wa kwanza Samueli 15:22-23. Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ombi. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, tusaidie tukutii wewe na kuisikia sauti yako. Tuache ukaidi, kuabudu sanamu, uchawi na uasi. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Zoezi. Mtu awezaje kuwa na moyo unaompendeza Bwana? Kita kwenye mafungu haya. Na Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru. Kwa maana Bwana angali ufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana aliyokuamuru. Samueli alimwambia Sauli ujumbe kutoka kwa Bwana wa kuwapiga Waamaleki, kwa vile waliwatendea vibaya Waisraeli walipokuwa wakitoka Misri. Akatoa maagizo maalum ya kuwapiga Waamaleki na kuviharibisha kabisa vitu vyote walivyo navyo. Sauli aliita watu na kuwahesabu watu 210,000 na kwenda vitani, akawapiga Waamaleki, akamkamata Agagi mfalme wao akiwa hai na kuwaangamiza watu wake kwa upanga. Sauli akamwacha Agagi hai na kuchukua kondoo wazuri na ng'ombe wazuri na vinono na kilicho chema. Hakukubali kuviharibisha kabisa, ila kibaya na kibovu ndicho alichoangamiza kabisa. Neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma, asinifuate wala hakufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Akaondoka asubuhi na mapema amuone Sauli, naye alipomwona Samueli alisema, ubarikiwe na Bwana, nimeikimiza amri ya Bwana. Hapa alikuwa anasema uongo. Ndipo Samueli akasema, mbona nasikia kilio cha kondoo na ng'ombe masikioni mwake? Sauli akasema, niliwaacha hai wanyama hawa ili kutoa dhabihu kwa Bwana, ila waliosalia wameangamizwa kabisa. Basi Samueli akamwambia Sauli neno toka kwa Bwana akisema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akabisha na kusema, amewaangamiza na hata akamleta Agagi mfalme wa Waamaleki. Ila nyara hizi za wanyama wazuri zimewekwa wakfu kusudi vitolewe dhabihu kwa Bwana. Ndipo Samueli akamwambia kwamba Bwana hafurahishwi na dhabihu ila utii. Akamwambia, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Hapo ndipo Sauli alipoona kwamba Samueli anamaanisha kile anachokisema na kwamba ndiye aliyemtawaza kuwa mfalme hapo awali. Hakujali sana kwamba hana utii kwa Mungu, bali nafasi yake ya ufalme. Ndipo Sauli akasema, nimefanya dhambi, maana nimehalifu amri ya Bwana, pia maneno yako. Akasema kwamba aliwaogopa wale watu, akatii sauti yao. Sauli akasema, naomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samueli akakataa kurudi pamoja naye, kwa sababu amelikataa neno la Bwana. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli alishika upindo wa vazi lake,
nalo likararuka. Samweli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hatanena uongo, wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Naye Sauli akaomba msamaha, akiomba amheshimu sasa mbele za wazee na watu wake kwa kurudi na kumwabudu Bwana Mungu. Samweli akakubali na kurudi nao, wakamwabudu Bwana. Samweli akaamrisha aletewe Agagi, na Agagi akaenda akifikiri kuuawa kwake kumesahauliwa. Samweli akamwambia Agagi kwamba kwa sababu alikuwa amefanya wanawake wengi kuwa wajane na watoto kuwa yatima, hivyo hata mama yake atafiwa. Samweli akamkata Agagi vipande huko Gilgali. Samweli akaenda kwake huko Rama, na Sauli akaenda kwake huko Gibea, wala hakwenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake. Ila Samweli aliendelea kumlilia Sauli, naye Bwana akaghairi kwamba amemtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israeli. Bwana alimwambia Samweli, hata lini atamlilia Sauli, wakati Bwana amemkataa asiwalimiliki Israeli? Jambo la kusikitisha, Muumba akihuzunika kwamba ametupatia mema. Bwana akamwambia nabii huyu aijaze kembe yake mafuta na kwenda kwa Yese wa Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samweli akaogopa, ataendaje? Maana Sauli akipata habari atamuua. Bwana akamwambia achukue ndama na kusema ameenda kumtolea Bwana dhabihu, naye amuite mzee Yese kwenye dhabihu. Naye alifanya vile. Alipofika Bethlehemu, wazee wa mji wakitetemeka wakasema, umekuja kwa amani mtu wa Mungu? Naye akasema kwamba ameenda kutoa sadaka na ni kwa amani. Akawaambia wajitakase na waje kwenye dhabihu. Alipowatakasa Yese na wanawe, akamwambia Yese awaite vijana wake. Alikuwa na watoto wa kiume 7. Alimuita kijana wa kwanza Eliabu, aliyekuwa mrefu na sura ya kupendeza, na Samweli akadhani huyu ndiye. Bwana akamwambia Samweli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kisha Yese akampitisha kijana wa pili Abinadabu mbele ya Samweli, akasema, Bwana hakumchagua huyu. Yese akampitisha Shama, naye akarudia tena, Bwana hakumchagua huyu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Matendo mema hayawezi kamwe kuchukua nafasi ya utii, lakini wengi hufikiri Mungu anajali sana kuhusu zaka na sadaka zaidi ya utii. Sio hivyo. Uasi hutuweka katika ushirika na Shetani. Kufikiri na kutenda maoni yetu wenyewe ni kujiabudu wenyewe. Ombi: Bwana, nisaidie kukupenda kwa undani zaidi, kukufuata kwa ukaribu zaidi, kunyenyekea kwako kikamilifu zaidi, ili nipate kukusikia kwa uwazi zaidi. Amina. Lazima ujifunze kuona kwa akili yako na pia macho yako. Lazima uyaelimishe maamuzi yako yasiwe dhaifu, yasiyo na ufanisi au yasiyo nafaa. Ni lazima uombe kwa ajili ya uongozi na kuweka njia yako kwa Bwana. Ni lazima uufunge moyo wako dhidi ya upumbavu na dhambi zote na kuufungua kwa kila mvuto au ushawishi wa mbinguni. Ni lazima utumie vizuri wakati na fursa zako ili kusitawi tabia yenye ulinganifu. Maswali: kwa nini Mungu alitaka Waamaleki waadhibiwe? Sauli alitoa udhuru gani wa kutoangamiza Waamaleki? Samweli alimwambia nini Sauli alipotoa udhuru? Baba ya Yese alikuwa nani? Kwa nini kuasi ni kama kuwa mchawi na kuwa mkaidi ni kama kuwa kafiri? Je, kuna ubaya gani kutazama sura ya nje tu ya mtu na siyo tabia?
Mungu akubariki sana, mtoto na kijana wa Yesu. Mtutumishi. Amin.